Mbona tokei? Pia naona mdomo. Hongereni sana. Mmefika kwa wakati. Ila sasa mmekosea masharti. Mmekuja wawili. Hivyo basi rudini nyumbani. Kila mtu aje kwa wakati wake. Twende bwana mmoja mdogo na wewe huko. Sasa ulipoulika kama tuje kwa moja huko. Huyo Hongera sana bwana. Umefika kwa wakati. Sharti lako la kwanza. Nenda kamuue rafiki yako Kalongo. Lakini nilikuwa naomba mnibadilishie sharti kwa sababu Kalongo ni rafiki yangu mkubwa sana. Yeye ndio ameweza kunileta katika mizimu hii. Nawezaje kumtoa sasa? Aliyakuwa ndio rafiki yangu mkubwa zaidi. Kalongo ndio tajiri wako. Nenda kamuue mama yako. Umefika siku muafaka. Ila kuna sharti. Je, utaweza? mimi nipo tayari nifanye chochote kwa ajili ya kufanikiwa jambo langu. Nitaweza, niko tayari. Nenda kamuue rafiki yako bwana. Wazee wangu. Lakini kwa nini awe bwana? Maana yule ndo tunasaidiana kwenye shida na raha. Kwa kila lake langu la kwangu la kwake. Kwa nini msinitengenezea hata sharti lolote nikafanya, lakini asiwe huyo mtu. Maana yake ndiye ananisaidia kwa kila kitu jamani. Nenda kamuue mke wako. Kalongo, utajiri hauji kiuwepesi. Nenda kafanye nilivyokuagiza. We bwana. Bwana. We bwana. Dada vipi, mbona nashtuana kiasi hicho? Ina maana kuita huku kote ulikuwa usikii? Asante. Umeshaandaa huko ndani? Nimeshapika tayari. Nashukuru Mungu. Nimerudi. Vipi uko ulipoenda, umefanikiwa? Ni mawazo tu. Ndio mbona napelekea mpaka nawaza. Mawazo gani hayo? Lakini samani, naomba nikuulize kidogo kitu. Hivi kwa mfano ukaekewa hapa rafiki yako na hapa mama yako. Umeambiwa mtoe mmoja hapo. Wewe utaanza kumuona. Mbona hilo ni swali gumu sana mdogo wangu? Jambo gani hilo mwanangu? Hivi kwa mfano mtu anakuwekea mahela pale labda milioni 500 au milioni 1000. Mwambie sasa kati ya mume wako na rafiki yako umuoe mmoja. Tu mgongo unaweza kumuona. Kwenye hela mume wangu? Mimi rafiki yangu namuua, nachukua zile yangu ya kukupa mume wangu.
Naongea kitu kimoja ambacho nilikuwa nafikiria kwamba kwa mke wangu utaongea. Hamna, kwa sababu wakati ulipoanza kunituma kule nimekuta watu wanabishana. Kwa hiyo ndio maana nimekaa hapa nafikiria, nikaona ngoja na wewe nikuulize. Kuja tunitane kueleza vizuri. Nikwambie kitu mdogo wangu. Wacha Mwenyezi Mungu hapa duniani, anayefuata ni mama. Rafiki unaweza kugombana naye na ukapata rafiki mwingine. Lakini mama ni mmoja tu. Sasa hapo nimekuelewa. Subiri, nakuja. Yaani paka najisikia na naamini kabisa mimi sikukosea kupata mwanamke kama wewe. Basi mimi nimefurahi sikia hivyo kwa sababu na mimi nilikuwa naliwaza sana. Sikuwa naongea. Sasa nika wameweka shilingi 10,000. Kwa hiyo tushindane kaulizeni kila mtu amuulize mwenzake tupate majibu. Na mimi nikapata ile kwa la 4 hivi. Ninapeleka. Haya. Ulishamaliza huko? Ndugu yangu kule mbona kimya hujaniambia umeenda hujaenda? Hayo mambo ya kwa waganga? Mimi alafu sasa kule sio kwa waganga, ule ni mzimu. Hataenda kwa mganga, kule ni kwenye mzimu. Na ndugu yangu wewe. Mimi nishakwambia kuwa mambo ya kwa waganga tena mimi sitaki. Yaani bwana nibaki na Mungu wangu hivi kwa sababu Mungu wangu ananisaidia vitu vingi sana. Nakula. Sijawahi kulala njaa mimi. Ni hela nazipata kwa wakati. Sasa hivi niende nikahangaika na waganga huko, nikipewa masharti ya kujitoa mimi mwenyewe. Mimi hapa. Wewe baki na imani yako ya Mungu. Mimi hapa ni mambo ya mali. Mimi nitaenda tangu kesho. Shughulike mambo. Wewe kesho unaenda? Kesho naenda. Aisha mimi naishi mimi nishachoka. Kiwangu yule pale mweupe. Kuna mtu mwingine atataka viji mafuta fulani, atataka kilosheni, atataka hiki. Nitampa nini mimi kijijini wewe unapaona palipokuwa pagumu. Kwa hiyo wewe utaki tena ushauri. Unataka uende tu mwenyewe au vipi? Wewe baki na Mungu wako. Mimi acha nibaki na Mungu wangu kwa sababu haya mambo haya ya kwenda kwa waganga siku moja utakuja kujikuta haya mambo sio mambo. Sasa hapa cha kufanya sasa mimi sitokaa sana, nataka nirudi sasa. Niondoke kesho mimi naenda. Mimi nakwambia kama kajua kama ukishaenda unipe majibu hiyo pale. Basi mimi kesho naondoka zangu. Haya baba safari njema Sasa unajua nini nawe? Unajua nini? mazoezi sasa. Mazoezi barabarani. Sasa unataka mazoezi tufanyie wapi? Mazoezi sasa nimeamua. Mazoezi unajua ndio taifa mwili kidogo. Mwili gani kwenye nani na mawe njiani mabarabarani? Wewe tulikuwa tumekaa pale. Nikaona bwana ukaa pale bwana peke yangu afu umeniacha wewe unaenda kwenye zunguko yako sio kweli. Kaona kwani pasha. Vipi na wewe mbona na mdizi na mkono? Unaenda kujengea banda la kuku. Banda la kuku unaenda kujengea banda la kuku na nini? Mdizi. Wanakuwa anadonyoa na kunywa maji humu ndani. Baba ndugu yangu. Vipi? Safi bwana. Mimi nilikuwa naomba maji bwana kidogo niweze kunywa. Nimetoka huko jua kali hivi. Sawa. Lakini naenda chooni mara moja nakuja. Mara moja. Sasa wewe ndugu yangu, yaani uache kufanya mambo yako huko kwako hiyo kufanya kwako. Bwana kidogo tu nimebana mwenzio. Haya nani? Tausi. Lete maji. Haya nenda ndani.
Kiukweli baba umeniokoa. Wewe muda wote uko fani nini? Baba we, nimejichanganya sasa hivi mara 7 inaenda choo. Mambo. Ulisema maji. Naomba. Bibi lakini shemeji yupo? Yupo. Sijamuona. Yupo ndani huko. Kunywa kwenu wazuri. Nakunywa bana, naona kabisa maji baridi. Ya mtungini nini? We, vipi? We Kalongo. Nenda bwana wewe, nenda bwana. Nenda bwana. Hebu nenda bwana, unasikia nini? Basi shika. Nani Tausi? Maana kaka maji tu. Naomba chumvi kidogo, naomba chumvi. Hata ilikuwaje mpaka jamani nikasahau? Ya kutupa kabisa, sasa nafanyaje? Kwani niliweka nini jamani? Naweka sumu kabisa. Sasa jamani, nimeweka mkongo tena. Jamani. Bana matatizo ya nguvu za kiume yanakuja kutuharibia mali sasa. Hii ilikuwa mali ishamaliza hapo. Mbona nilikuliua tu? Kiwepesi nilishajileta nyumbani. Dada vipi unaangalia nini kwenye mitandao? Na vitu na vitu za Naona sasa hivi mambo yanapanga mzuri kweli. umeona ni hatari. Hivi ile michezo yako huko kwenye michezo yako ya upato hivi mbaki muda gani? Kwa maana kama unavyojua tulipanga mipango mingi huko nyumbani tangu watu wacheze. Bwana ndugu yangu. Umekuja fanya nini sasa na wewe? Asante. Ndugu yangu acha makasiriko bwana. Vile vitu vilikuwa vya kawaida, mimi nilichanganyikiwa tu na mambo ya maisha basi. Nikataka nje nikuombe msamaha ndugu yangu. Acha kama makasiriko muda mzima bwana. Hata kama ndo umepitiwa. Mimi nimekuja kwako kuomba maji tu ndugu yangu, umeanza kunitoa dundo wewe. Ni maisha gani sasa? Urafiki gani huo mwanetu wewe naye? Ndio maana nakwambia alikuwa na makasiriko tu na mimi sikuwa sawa siku ile, ndio maana akasema tumepishana kitu hivi. Na ndio maana unaona nimetoka huko nyumbani nikaja kuomba msamaha. Eti dada, nimekosea kuja kumomba msamaha au? Hapana bwana. Ulimkosea nyumbani kwake lakini kaja mpaka hapa. Unapaswa kumsamehe. Sio kama hivyo dada. Huyu unajua siku ile nimekasirika alivyonitoa dundo huyu. Sema sawa. Wewe ni rafiki yangu. Siwezi kukutupa kwa sababu haya makosa tu madogo madogo, tunarekebishana sisi wanaume, tunaongea vizuri. Karibu. Mimi bwana nisema kwamba dada kama inawezekana ushike mikono huko na huko tuunganishe. Turudi urugu kabisa. Sio mpaka tuunganishane. Mimi nataka nikuoneshe kwamba mimi sina kinyongo na wewe. Ngoja ngakuchukulie kwanza kinywaji, unywe, uburudike. Tu wewe. Haya, nisubiri. Bwana huko kutoka kwa masira hiyo. Kama nikikaa nalo ile ndugu yangu hata kwenye kibaloko ya twende wote. Kalongo. Haya bwana. Yusiendo. Yama. Bwana, urafiki uendelee kuwemo. Maana sisi hatuwezi kugombana hata siku moja. Kunywa bwana juisi. Bwana, si unakumbuka ulishika sumu ya panya? Ulinawa mikono kweli unapomkabidhi mwanzo juisi? Dada nilinao, haina shida. Nipa poa, ndio maana ningeenda kumchukulia juisi ya naye kukonga konga roho kidogo turudishe ule urafiki yetu. Ni kweli lakini kana mimi najiuliza, juisi ya dukani haijajaa iko nusu. Lakini naona kama kuna vitu vyeupe. Sawa, lakini sasa ninachokiona mimi tuachane na mambo ya kutushikia mikono kutuunganisha. Kasha juisi iwe chanzo cha kutuunganisha sisi. Unaonaje sasa hii juisi
wewe ukaanza kunywa wewe na mimi nikapatia. Kalongo, unajua sisi bwana, sisi nyumbani kwetu mtu tukishampatia kitu basi tumempatia. Kwa hiyo haina shida, nimekuonjea tu mara moja, sema ndio hivyo, endelee kula bwana. Kunywa. Nataka kwamba tuonje hapa wote na dada aone awe ndio shahidi wetu. Hebu sikia. Hebu tuunganishe tuwe kitu kimoja bwana. Tuache mambo ya marumbano bwana na makafiriko. Wanakuwa hivyo, lakini ndugu yangu bwana. Hebu anza bwana kunywa bwana. Kalongo, hapa kama patakuwa pamekushinda, ni bora useme. Kwa sababu mimi nimetoa hela yangu njoo kwenda kununulia juisi, afu sasa hivi nakwambia unywe, unadhani mimi mpaka nimekuletea vitu vya ajabu nini sasa hivi babu? Sawa, mimi nimekuelewa. Hebu anza wewe. Anza kunywa juisi. Kwa juisi ina shida gani Kalongo? Ina shida gani juisi? Haina shida, nataka tunywe wewe uanze na mimi ninywe tu kitu kimoja. Dada naye yeye shahidi kwenye udugu wetu umerudi. Sawa, ndio wewe umekuja kufuata udugu, ndio Mungu anikuletea juisi. Kunywa juisi ndugu yangu. Tunywe wote. Chao. Mbona mnashindwa kuaminiana? Sasa wewe hapo mimi si nimempa juisi, mimi wewe anashindwa kuniamini mimi. Kalongo, unashindwa kumwamini rafiki yako? Naijua hiyo. Umeona Alafu nikikwambia kabisa Kalongo kwamba na mambo ya ajabu. Fata huko.